Just imagine, good people, I must tell you this. Just imagine there was a hospital here in Kino, naitwa St. Catherine, hapo. Ati walikuwa wanafanya operations more than Kenyatta Hospital. Pale Kino. So we became interested. It must be a very big hospital, doing all this. Kufika pale Kino, iko kwa kona. Second floor kwa kona. Watu wamejazana hapo ndani. There is no upasuaji going on. Ni kujaza makaratasi tu ya fake claims. Na wanajaza hata bila akili. Yani wana mtu mmoja wana file claim amekuwa amputated. Next week amekuwa amputated. The next week amekuwa amputated. Sasa unakuta mtu mmoja amekatwa miguu 10 times. Unashangaa kwani huyu mtu alikuwa na miguu ngapi? Mnanielewa? Open theft. Kulikuwa na mwingine huko Eldoret. Ako na hospitali kubwa hapo. Lakini kwa hiyo hospitali there are more accountants than doctors. Sasa unajiuliza accountants wanafanya nini kwa hospitali? I thought we needed more people, more nurses, clinical officers. Fake claims. That is why when we were closing NHIF, there were debts of 32 billion. 32 billion madeni ya ukora. So tukawaambia, okay, we are ready to pay these debts. Leteni makaratasi tufanye verification. Waziri akagazette verification committee so that we can pay you your claims. Wakaenda kotini kusimamisha verification. What does that tell you? The claims are fake. Because if you genuinely have a claim, why don't you want it verified? Useme, I tweeted so and so, these are the numbers. Ndio huyo mtu nilitweet, ndio huyo nilifanya, ndio huyo nilifanya. So, what we have done now, admission is on a digital platform. Discharge is on a digital platform. We are now moving to biometrics. An ID is not going to be enough. Fika hospitali, weka kidole, tunajua huyu ni mtu fulani, endelea. Kwa sababu wengine hata wanachukua ID ya mtu amekufa anakuja kufanyia ukora.